Kwa hiyo ukirejea katika maswala unapozungumzia katika swala la diplomasia, lazima urejee katika vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini urejee, utaona namna gani Mwenyezi Mungu alivyowatuma mitume. Hakuwatuma kwa silaha, bali aliwatuma kuja kuwalingania watu kwa kutekeleza misingi ya kidiplomasia, ili waachane na yale machafu waliokuwa nayo, waachane na ufisadi waliokuwa nao, waachane na uadui waliokuwa nao, waachane na umwagaji damu waliokuwa nao, waachane na unyanyasaji waliokuwa nao. Ukirejea katika historia, katika kitabu cha Mwenyezi Mungu ambacho ni Qur'ani, utaona kuna misingi imetengenezwa juu ya masuala ya kidiplomasia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani kwamba wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, ikiwa atatokea makundi mawili yanapigana, yametengana, yanakwenda kumwaga damu, fa aslihu bainahuma, ni lazima lipatikane kundi la tatu kwa ajili ya kuja kufanya usuluhishi baina ya makundi hayo mawili. Fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra, mmoja likaendelea kupinga na kukataa usuluhishi, basi faqatilu allati tabghi hatta tafia ila amrillah, lichangieni kundi hilo na mpambane nalo mpaka lirejee katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukija ukaangalia sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, utaona kabisa kwamba yeye ni miongoni mwa manabii walioasisi misingi bora ya diplomasia kupitia historia ya kisa cha as-sulhu al-Hudaybiyah, sulhu ya al-Hudaybiyah. Sulhu hii ilikuwaje? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam raa fil manami, aliona usingizini, huwa wa ashabahu qad i'tamara fi baiti llahi al-haram, kwamba yeye na masahaba zake wamefanya ibada ya umra katika mji wa Makka. Falamma istayqadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, zama alipoamka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawaita masahaba zake na akawaambia yale aliyoyaona kuhusu ndoto yake aliyoota usiku, kwamba yeye na masahaba zake wameingia katika mji wa Makka kwa ajili ya kufanya ibada ya umra. Masahaba wakatambua fika kwamba hakuna anachokiona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika usingizi wake isipokuwa ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada tu ya kuwasimulia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatoa maamuzi ya kwa masahaba zake wajiandae na safari hii. Wakati wamemaliza kujiandaa, wakaondoka kutoka Madina kuelekea katika mji wa Makka. Walipofika katika mji wa Dhul-Hulaifa, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ba'atha ayinan lahu, akamtuma jasusi wake kwenda kuangalia emotion ya Makureishi katika mji wa Makka ikoje. Je, wamejiandaa kumpokea au wamejiandaa kupambana naye au wamejiandaa kumziwia? Ujumbe ukaja ukaonekana kwamba majibu yakawa, ya Rasulullah, inna Quraishan qad jama'at laka jumua, hakika Makureishi wamekukusanyia wewe makundi makubwa, makundi ambayo ndani ya makundi hayo wako al-ahabishun, wako wahabeshi, wataalamu wa masuala ya vita, wabobezi wa masuala ya vita, wanaosifika kwa nguvu na kupambana katika masuala ya vita. Hawa wameandaliwa maalum kwa ajili ya kupambana na wewe, lakini pia kwa ajili ya kukuziwia usiingie katika mji wa Makka. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipopata taarifa hii na majibu haya, faqala li ashabihi, akawaambia masahaba zake, ashiruni ayuhan nas, nipeni ushauri enyi watu, tufanyaje? Masahaba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakatoa shauri mbalimbali. Miongoni mwa watu waliotoa ushauri alikuwemo Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, alikuwemo Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Akamwambiaje Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa lengo letu sisi ni kwenda katika mji wa Makka kwa ajili ya kufanya ibada, basi yeyote atakayejitokeza kwa ajili ya kutupinga sisi tutapambana naye, sisi tutapigana naye.
Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakusanya masahaba zake na wakaendelea na safari. Walipofika katika mji wa katikati ya Al-Hudaybiyah, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ikhtara Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu libi'athatihi ila Makkah. Alimchagua Sayyidina Umar ibn al-Khattab kwa ajili ya kumtuma kwenda katika mji wa Makka, kwenda kuongea na wale sanadidu Quraishi, vigogo vya Quraishi, watawala wa Quraishi, juu ya malengo ya safari yake ya kuingia katika mji wa Makka. Sayyidina Umar i'tadhara, Sayyidina Umar akatoa udhuru. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchagua Sayyidina Uthman ibn Affan, akamchagua Sayyidina Uthman ibn Affan. Na hii hapa tunapata funzo, ndugu zangu Waislamu, kwamba na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwachagua watu wenye power, watu wenye nguvu, watu ambao wana uwezo wa kutengeneza hoja, watu ambao wana uwezo wa kuinua sauti na kufikisha yale ambayo wanayotakiwa kufikisha, lakini pia kujieleza kwa hoja za wazi, bila kuleta vurugu, bila kuleta mpasuko, bila kuleta uadui ndani ya jamii. Leo Waislamu tumepungukiwa mno katika masuala ya kidiplomasia. Tumepungukiwa mno, na hasa pale ambapo tunapokwenda kukutana na wataalamu wa dini zingine, tunapokwenda kuwakilisha sauti za Waislamu katika maeneo mengine, aidha taasisi zetu, tunapeleka watu ambao hawana sifa, tunapeleka watu ambao hawana weledi, tunapeleka watu ambao hawana uzoefu, tunapeleka watu ambao hawajui falsafa za taasisi za kidini, wala dini ina mlengo gani kwa wakati huo. Na ndo utaona kwamba matokeo yake tunakuwa na mizozo mingi na migogoro mingi. Ni kwa sababu tunapata watu wasiokuwa na weledi, tunawaweka watu katika mamlaka ambao hawastahiki kuwepo, tunawaweka watu katika uongozi ambao hawana sifa za kukidhi katika uongozi huo. Matokeo yake ni nini? Matokeo yake wamekuwa wakiwagawa viongozi, wakiwagawa wafuasi, badala ya kuwaweka pamoja, lakini kushindwa hata kutekeleza sera au kutengeneza sera inayokwenda sanjari na mahitaji ya jamii kwa wakati huo, jamii ya Waislamu kwa wakati huo. Sasa hapa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamtuma Saidna Uthman ibn Affan adh-Dhunuraini. Saidna Uthman ibn Affan alipofika kule, akawaeleza Makureishi kwamba lengo la safari yao ya kutoka Makka na kuja kutoka Madina kuja katika mji wa Makka si kwa ajili ya vita, si kwa ajili ya uadui, si kwa ajili ya ufisadi, si kwa ajili ya uhasama, si kwa ajili ya chuki, bali wao wamekuja kwa ajili ya kutekeleza ibada ya umra, na baada ya kutekeleza ibada ya umra watarejea katika mji wa Madina. Lakini Makureish walikataa kata ombi hilo. Sasa nini kilichotokea? Wakamziwia kidogo Sayyidina Uthman ibn Affan, lakini wakati huo huo wakaja wakatengeneza watu maalum kama mabalozi wao watakao kwenda kuonana na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake kwa lengo la kufanya makubaliano maalum, makubaliano ya kidiplomasia. Kwa hiyo katika watu ambao waliochaguliwa alikuwepo Urwatun ibn Mas'udi al-Thaqafi, lakini pia alikuwepo Al-Hilsun ibn Alqamatun al-Kinani, na yeye ni miongoni mwa watu walikuwepo. Sayyidul Ahabish, huyu alikuwa ni bwana kigogo wa Kihabeshi, lakini alikuwepo Mukriz ibn Hafsin, ambaye huyu Mukriz ibn Hafsi Bwana Mtume sallallahu alipomuona akawaambia masahaba zake, hadha rajulun fasiq, hadha rajulun fajir, kwamba huyu ni mtu muovu. Kwa nini muovu? Kwa sababu yeye anazungumza lolote, anazungumza chochote bila kujali mtu aliyekuwa naye ni nani, ana uwezo wa kutamka. Na hawa leo hii watu wa namna hii ndio ambao wamejaa katika jamii ya Kiislamu, ambao wana uwezo wa kutamka chochote kwa viongozi wao bila kujali chochote, bila kuhisi chochote, bila kuwa na hofu ya aina yoyote, bila kutumia adabu
bila kuwa na aibu ya aina yote, kwamba yeye ana uwezo tu wa kumwambia kiongozi kitu chochote. Hizi ni tabia za watu waovu. Lakini katika watu ambao waliotumwa pia alikuweko bwana Badil ibn al-Warqaun, alikuweko bwana Badil ibn al-Warqaun. Lakini pia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ghafla akamwona Suhailun ibn Amr. Huyu Suhailu ibn Amr, Mtume alipomuona tu akasema kwamba jambo lenu hili linakwenda kutimia, inna amrukum, kwamba jambo lenu hili linakwenda kutimia, kwa sababu huyu alikuwa ni mtu mwenye busara, mtu mwenye hekima, mtu mwenye adabu, mtu mwenye weledi, mtu ambaye ana uwezo wa kusimamia jambo na likaenda. Sasa tazama masharti ambayo yaliyowekwa katika mkataba huo na katika makubaliano hayo. Sharti la kwanza lilimziwia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asiandike Muhammadu Rasulullah na andike Muhammadun ibn Abdullah, kwa sababu Makuraishi walisema sisi hatujui masuala yako wewe na Mwenyezi Mungu, wala hatujui kama wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu, bali tunajua wewe ni Muhammad mtoto wa Abdullah. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaridhika. Sayyidina Ali ibn Abi Talib akawa ameshaandika Muhammadu Rasulullah na akawa amegoma kufuta, lakini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia futa hiyo, akafuta na ikaandikwa Muhammadun ibn Abdullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaridhika. Kwa kuwa nini? Alitumia the soft power, nguvu laini, nguvu ya kidiplomasia kwa ajili ya kutengeneza. Lakini wakati huo huo akaambiwa kwamba tutasimamisha hii vita kwa muda wa miaka 10, pasiwe na vita baina yetu, tuweke silaha chini. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali. Lakini pia ulikawekwa sharti lingine kwamba yeyote atakayetoka kwetu sisi Makuraishi kuja kwenu nyinyi Waislamu, basi nyinyi mumrejeshe kwetu. Ikiwa huku ametoka bila idhini ya walii wake, inatakiwa arejee kwetu. Lakini yeyote atakayeritadi kutoka kwenu nyinyi Waislamu na kuja kwa Makuraishi, basi nyinyi hamna haki ya kumtoa huku kwa Makuraishi kumrejesha kwenu. Tazama namna ya masharti yalivyokuwa katika mkataba huu na makubaliano hayo. Lakini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alidhihirisha sura iliyokuwa bora ya maswala ya kidiplomasia. Akatumia the soft power, alquwatun an-naima, kukubaliana na masharti haya ambayo ndanimo yalikuwa na faida kubwa. Faida ya kwanza ni kutanguliza maslahi ya umma pasina maslahi binafsi, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuanzisha vita. Lakini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuanzisha vita, kwa sababu laiti angelianzisha vita, maana yake angelitokea mauaji makubwa sana na lengo lisingeweza kutimia. Lakini tazama bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitumia hikma kubwa ya kukubali. Kwa sababu gani? Kwa sababu almaslahatul amma tuqaddamu ala maslahatil khas, maslahi ya umma ndiyo yanayotangulizwa zaidi kushinda maslahi ya watu binafsi au makundi binafsi. Lakini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitambua fika kwamba hawa hawatoweza kutimiliza masharti haya kwa muda wa miaka hiyo, ni lazima tu watakuwa wamevunja. Lakini hii ilikuwa ni fursa nzuri kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuandaa jeshi lake, kuandaa maswahaba zake, kuandaa miundombinu yake ya kielimu, kuandaa huduma zake za jamii, kuandaa masuala bora ya kijeshi kwa ajili baadaye watakapokengeuka atapata njia nyepesi ya kuja kuukomboa mji wa Makka. Ndugu zangu, sisi kama viongozi wa dini ni lazima tufahamu kwamba sisi kazi yetu ni kazi ya kidiplomasia. Wito wetu ni wito wa kidiplomasia. Kazi yetu sio kuwagawa watu au kutumia nguvu, kwamba kudai haki kwa kutumia nguvu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na uwezo wa kuanzisha vita,
lakini vita haikuwa ndiyo suluhisho la yeye kupata haki ya kuweza kuingia katika mji wa Maka na kutekeleza ibada ya umra. Ndio maana tunasema kwamba vita, it is not a solution. Vita siyo solution ya kuja kuondoa migogoro. Vita siyo solution ya kuja kusababisha watu wapate haki wanayoitaka. Vita siyo solution ya kuja kupata maendeleo ambayo tunayotaka, bali tunasema kwamba amani ndiyo msingi wa maendeleo. Amani ndiyo msingi wa miundombinu. Amani ndiyo msingi wa elimu. Amani ndiyo msingi wa kutengeneza uchumi. Iko mifano mingi sana katika nchi zetu jirani ambazo tunazoziona. Mfano, taifa la Kongo leo pamekuwa hakuna huduma bora za afya, pamekuwa hakuna huduma bora za elimu, pamekuwa hakuna huduma bora za miundombinu, pamekuwa hakuna huduma bora za masuala ya mawasiliano. Hii yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wanadai haki kwa vurugu badala ya kutumia diplomasia. Sasa unapodai haki kwa kigezo cha vita, nini kinachotokea? Maana yake wewe umetanguliza silaha kuwa ndiyo diplomasia wako, jambo ambalo ni kinyume na kanuni za maisha tunayokwenda nayo katika ulimwengu wa sasa. Sasa taifa letu hili la Tanzania tunatambua kwamba lina madini ya aina mbalimbali. Kwa kadiri ambavyo miaka inavyokwenda, ndivyo ugunduzi wa aina mbalimbali unazidi kuongezeka katika rasilimali zetu. Leo hii tuna uranium, madini ya uranium. Leo hii tuna madini ya zinki. Leo hii tuna gesi, tuna dhahabu, tuna almasi, lakini tuna tanzanite. Sanjari na vitu vingine vingi kama sekta za utalii, miundombinu ambayo leo hii tunakuja kuitengeneza na kuboresha huduma za afya katika kila mahali. Sasa unaweza ukaona kwamba hivi tunaweza tukaijua thamani ya madini tulionayo bila amani. Unaweza ukaijua faida ya almasi ulionayo bila amani. Unaweza ukaijua faida ya dhahabu ulionayo bila amani. Unaweza ukaijua thamani ya tanzanite ulionayo, madini ambayo hayapatikani dunia nzima isipokuwa Tanzania. Unaweza ukajua thamani yake kama amani itatoweka. If a peace disappear, ikiwa amani itatoweka. Unaweza ukajua thamani ya gesi ulionayo sasa, if our peace disappear, ikiwa kama amani yetu itatoweka. Unaweza ukajua thamani ya uranium tulionayo leo hii, if our peace disappear, ikiwa kama amani yetu itatoweka. Unaweza kujua thamani ya dhahabu iliyopo sasa, if our peace disappear, ikiwa amani yetu itatoweka. Ndugu zangu, tunapaswa kukumbuka kwamba our Tanzania is island, kwamba Tanzania yetu hii ndiyo kisiwa of peace cha amani in the African continent, ndani ya bara la Afrika. Sasa there is no fall in diamonds without a peace. Hakuna thamani ya almasi kama amani yetu itakuwa haipo. Hakuna thamani ya almasi kama amani yetu itakuwa haipo. And our gaze cannot be of any value without a peace. Hatuwezi kujua thamani ya gesi yetu ikiwa kama amani yetu pia itakuwa imepotea. Leo hii mataifa ya Kongo, unaweza ukaona kwamba vijana wako shule lakini masomo hawawezi kusoma kutokana na milio ya risasi, milio ya bunduki. Watu wanaishi lakini mwisho wa siku wanakimbia makazi yao. Kwa nini? Kwa sababu ya kuhofia usalama wa maisha yao.
wana madini lakini hawawezi kuyachukua madini hayo na kuyafanyia kitu chochote. Na mwisho wa siku nchi hizi, haya mataifa makubwa ambayo yanaishi katika ushindani wa teknolojia, ndiyo wanaotumia sasa nafasi hii ya migogoro iliyoko ndani ya taifa lenu, ya nyinyi kwa nyinyi, kupigana, kutoelewana, kupasuka, kutotengeneza mshikamano. Wao ndio wanaingia kwa kigezo cha kulinda amani, kwa sababu nyinyi mmeshindwa kujilinda, lakini kwa masharti, ili mpate amani lazima mtupe madini. If you don't give us your mines, kama hauwezi kutupa madini yako, we cannot to give you a peace. Hatuwezi tukakupa amani. Maana yake utaendelea kupigana miaka na miaka na miaka na kizazi na kizazi. Lakini ili uweze kuishi katika misingi hiyo ya amani, ni lazima ukubaliane na haya masharti. Kwa hiyo msingi mkubwa wa kuondoa matatizo yetu ni kuhakikisha kwamba tunatanguliza msingi wa diplomasia katika kuamua majambo yetu. Viongozi wa dini tusitumike na mataifa mengine, tusitumike na makundi ya baadhi ya watu kwa kigezo tu kwamba wao ni wanasiasa, kwa kigezo tu kwamba wao ni mataifa mengine, kutaka kuja kutuondoa katika reli yetu hii ya maridhiano, kutaka kuja kutuondoa katika reli yetu hii ya kulingania amani na kutuingiza katika dimbwi la vurugu kwa kigezo cha kudai haki. Haki haidaiwi kwa vita. Unapoidai haki kwa vita, maana yake mtakosa wote, na athari itakuwa ni kwa jamii nzima, kwa taifa zima, bila kuchagua dini, bila kuchagua rangi, bila kuchagua kabila, bila kuchagua kwamba huyu ni kiongozi wa dini au kiongozi wa siasa. Ndugu zangu, somo hili ni muhimu, lakini kwa hapa tuishie hapa na tutosheke na haya machache. Tutaendelea insha Allah katika kipindi kijacho. Ni kuombe kabla haujatoka, basi bonyeza alama ya subscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, uwe wa kwanza kupata makala zetu mara tu tunapoziweka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.